wako Bwana hauelezeki. Wewe ni mkuu zaidi, wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu ambaye hawezi akaelezeka. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tunakushangilia, tunakupigia makofi, tunakupigia shangwe na vigelegele, kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe wastahili sifa, wastahili utukufu wote, wastahili heshima, wastahili utukufu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen, amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Mungu wetu makofi mazuri. Wema wake hauelezeki, ukuu wake hauelezeki. In Jesus name, amen. Tuweza tukaketi tunapopigia praise and worship makofi mazuri. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Hata kama tuko kwenye the month of March, tunamalizia the month of March, tunaaminia Mungu. Tunapoingia mwezi wa April, ambao tunaingia kutoka Wednesday, tunaingia mwezi unaitwa the month of divine encounter. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunashukuru Bwana kwa sababu tunajua ya kwamba Bwana ako mahali hapa. Nilikuwa nimejaribu kujipanga na ujumbe kumbe ulikuwa ni ujumbe wa maombi, and the whole of this week nikawa naambia the members wale ambao tunakujanga in the morning devotion, nikawaambia kwamba kuna kitu ambao Mungu anatenda. It is a week of great miracles, na nikawaambia kwamba Mungu anatenda miujiza isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba hata kama wakati ambapo nilipoamuka nikakumbushwa na Mungu ya kwamba this is a Palm Sunday. Unajua wakati wa Makedo, sijui kana kwamba kwenu mlikuwa na wakati kama huo wa kuzunguka miji mkishukua hiyo palm leaves, catharax, whereby nilikuwa mmoja wa Katoliki, then nikarudi Independent Church, kanisa za baba na mama huko, na tulikuwa tunatembea miji ya kwetu, mji wa kwetu, tukiwa tumeinua matawi juu na tukisema ya kwamba Hosana, Hosana. Kwani nyinyi hamkuwa mnaiba? Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaiba Hosana, Hosana, kubarikiwa ni yule ambaye anakuja na jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaiba tunasema ainuliwe juu zaidi. Praise be to the name of the living God. Na kwa hivyo tunashukuru Bwana, najua ya kwamba ikiwa kuna wakati ambapo napenda sana ni wakati ambapo kama huu, nikikumbuka ya kwamba it's a preparation ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Na kwa hivyo baada ya kufunga wiki hii, siku ya Sunday tunakula the Holy Communion, tunakula meza ya Bwana pamoja, na ninaamini ya kwamba Sunday, it shall be a Sunday like no other Sunday in Jesus name. Waweza kuwa unakosaga zingine, lakini Sunday usikose. Praise be to the name of the living God. Naonaga ya kwamba watu wanatoka Kisumu, wanatoka Meru, wanatoka Nairobi, wanatoka kwingine. Tunaenda kukula Holy Communion Mombasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So badala ya kwenda Mombasa sasa iko hapa Sunday. Praise be to the name of the living God. Na kwa hivyo Sunday tuko hapa, tunasherehekea pamoja, tunasherehekea kufa na kufufuka kwa Yesu, na ninaamini ya kwamba our life shall never be the same again. Kwa hivyo haijabadilisha ujumbe wa mwezi wetu wa 4 tunaoita the month of divine encounter. Na kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo unaitwa divine encounter. Divine encounter. Hiyo microphone yangu iko sawa sana, lakini kuna kama kelele kanatokelezea pale, na tutaweza kukajibu saa hii. Ningetaka tufungue Matthew 21 verses 1 to verses 7. Matthew 21 verses 1 to verses 7. Matthew 21 verses 1 to verses 7. Matthew 21 verses 1 to verses 7.
Ningetaka tusome zote pamoja. Matthew 21 verses 1 to verses 7. Ningetaka tusome pamoja na Mungu anisaidie. Amen. Amen. Now, tusome zote pamoja. Nasikia yangu inalidiuziwa badala yangu ikae vile ilivyokuwa. Kama kelele ndiko tu kalikuwa kanatengenezwa pande hii, sio pande ile. Now, when they drew near Jerusalem and came to ngoja musome hiyo jina, and came to Bethphage. Haya. At the Mount of Olives, then Jesus sent God's power, God's strength and favor in an extraordinary way. Ninataka kuongea na watu ambao wako kama huyu mwanapunda. In one way or the other, umekuwa umefungwa, umekuwa umekataliwa, umekuwa umeweza kuwekwa mahali ambapo ni kana kwamba haukumbukwi. Najua ya kwamba tumeweza kuwa na 3 powerful weeks, mahali ambapo tumeweza kushepiwa kabisa. Kutoka the first Sunday tulihubiriwa na Pastor Ekra, the second Sunday tulihubiriwa na Pastor Isaac, the third Sunday tulihubiriwa na mchungaji Nanze Muindi. Na tunashukuru Bwana because of the powerful shapings, and I believe in the name of Jesus ya kwamba right now mimi nikiwa mchungaji kazi yangu ni kuwarudisha,
And I believe ya kwamba the Lord shall touch somebody today in Jesus name. Praise be to the name of the living God. Let me say this. Wakati divine encounter inatokelezea mtu, ni kuonyesha ya kwamba kuna kitu ambacho kinakuja na kinabadilisha maisha yako. Let me come now closer to you. Niweze kukuambia kwamba wakati Mungu ameweza kuleta kitu inaitwa divine encounter, inakubadilishia mtazamo wa maisha yako, inakubadilishia hali yako, na inabadilisha vile unavyofikiria na vile unavyokuwa. Wakati ambapo nilikuwa naangalia kuhusu mwanapunda ama punda, ilikuwa imefungwa mahali, na nikana kwamba Yesu wakati anapokuja anasema ya kwamba wakati wako wa kufunguliwa ni sasa. Let me say this, ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anafanya kehidie ama jambo ambalo ni la kuconfuse. Watu walikuwa wanafikiria kwamba Mungu atakuja, or even Jesus will come akiwa amebebwa na donkey, kwa sababu alikuwa ni mfalme wa wafalme. Na kumbe Yesu akija katika mahali akiwa ana target Pastor Isaac, aweza akatumia njia zozote zile ili abadilishe mambo ili aweze kukufikia wewe. Na ninajua katika jina la Yesu Kristo dakika hii kuna mambo ambayo inafanyika katika ulimwengu wa kirohoni ili aweze kuconfuse mambo yote ili aweze kukufikia. And I believe ya kwamba it is me in the name of Jesus Christ. Yawezekana sijasoma lakini ninafunguliwa. Yawezekana sina mali lakini ninafunguliwa. Can I speak to somebody today? Praise be to the name of the living God. Kuna mtu ambaye maisha yako inafunguka kutoka dakika hii, and I declare in the name of Jesus ya kwamba you arrive, your situation is changing from now in the name of Jesus Christ. Praise be to the name of the living God. Nasikia roho ameanza kushuka. Akishuka najua ya kwamba kuna jambo ambalo linabadilika. I am speaking to somebody today nikiwa nimejazwa na roho na kusema ya kwamba wakati wa kutembelewa kwako umefika dakika hii katika jina la Yesu Kristo. Na wakati Yesu anapokutembelea anatumana, na akitumana kwangu hawataweza kwenda kwa mwingine. Akitumana kwangu anatumana kwangu. Mimi sikuumbwa pamoja na ile siku ambao Mungu alisema hebu nakuwe na mashida. Mungu hakuupa mashida. Kwa hivyo hata mimi sijui niliumbwa na nani. Praise be to the name of the living God. Kwa sababu ninajua ya kwamba mashida is not your portion. Your portion is the greatness and the sweetness and the glory and the power of God in the name of Jesus Christ. Na kwa hivyo siku ya leo Mungu anatumana, na akitumana hali inabadilika, akitumana maisha yako inabadilika, akitumana ni lazima kujulikane ametumana, akitumana tunaibiwa wimbo moja pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana akitumana ametumana. Praise be to the name of the living God. Wangapi wamegojea kutumaniwa na Bwana siku ya leo? Kwa sababu ninajua ya kwamba wakati wa kutumaniwa umefika in the name of Jesus. I am preparing myself. Praise be to the name of the living God. Kwa sababu Bwana anapotumana Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao tunakutanaga kwa morning devotion, niliwaambia kuna my uncle ambaye alikuwa tajiri, na wakati anakuja kututembelea tulikuwa mpaka saa akija ni Christmas alikuwa anakuja, na ningeamuka saa 9 ya usiku nasikia kana kwamba my uncle anakuja. Saa 10 nina usikizi unapotea. Najua my uncle anakuja. 6 najua usikizi unapotea. Najua my uncle anakuja. Na kumbe hata asubuhi jua linachomoza, uncle hajakuja, lakini ninajua atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inaanza kufika sasa saa 2, unaanza kusikia kitu yote, hata inzi inatoa sauti unasikia kana kwamba ni gari yake inakuja.
na hapo juu. Praise be to the name of the living God. Na kwa hivyo ungeenda tu unaasha wengine hivi kimpango, unaenda unaangalia na hapo juu unakuta sio yeye, unarudi tena. Praise be to the name of the living God. Na ninajua kwamba sio sisi peke yetu, hata nyinyi mlikuwa mnaangalia, na ninajua kwamba saa hii hatutaangalia sana kwa sababu hakai. Praise be to the name of the living God. Hallelujah. Na kwa hivyo ilikuwa inafika sometimes masaa ya saa 8, wakati huo unasikia unaenda, kumbe ni trakta, unarudi tena. Praise be to the name of the living God. Lakini inapofika saa 9, wakati huo ndio unaanza kusikia amekuja na kagari kake kasee kanakuja, lakini kamebeba doma, ngwashe, nini vitu za kama hizo hazikuwa zinapatikana kwetu, lakini finally kuna mkate. Hallelujah. Glory be to the name of the living God. Na kwa hivyo wakati huo tulikuwa tunajua sikukuu tunayo ama hatuna. Tulikuwa tunasherehekea kwa sababu ameweza kuja kututembelea. Lakini saa hii sio anko yetu, ni Mungu wetu na Baba yetu, Alfa na Omega, ndiye anayetutembelea. Praise be to the name of the living God. Na kwa hivyo wakati Yesu alipotumana na hapo juu akasema ya kwamba ile mji iko opposite. Yaweza kuwa maisha yangu iko opposite, yaweza kuwa maybe siko katika mstari wa kubarikiwa, lakini Yesu akiamua ni lazima atakuja. Glory be to the name of the living God. Na kwa hivyo wakati Yesu anakuja na mambo manne. Number 1, anakuja na divine power. Nilisema naongea mambo manne alafu nimalizie. Divine power. This is breaking the chains of limitation. Divine power. Praise be to the name of the living God. Na niseme ya kwamba yule mwanapunda alikuwa amefungiliwa tu mahali pamoja. Na wakati alipokuwa amefungiliwa mahali pamoja, kwa hivyo pengine alikuwa amefungiliwa na mtoto wake. Kwa hivyo hangeondoka bali ako tu katika mahali pale. Tulisema katika mwezi wa March, all the strongholds they are pulled down. Na kwa hivyo huyu mwanapunda alikuwa anakula pamoja na mtoto wake. Sijui kana kwamba hapo mmesoma. The donkey was restricted by a tether in one place, but Jesus told the disciples, loose him. Lose her together with the cord. Praise be to the name of the living God. Wakati Yesu anapokuja kututembelea, hatukuji kwetu peke yetu, lakini this limitation inapokuwa inavunjwa mpaka ya watoto wetu. Praise be to the name of the living God. Kile ambacho kilichozuilia Baba na kimenisuilia, wakati Yesu amesema hebu tuweze kumuashiria, ni lazima kile ambacho kilikuwa kimenifunga ni lazima kiweze kuashiriwa kwetu zote pamoja na watoto wangu. Praise be to the name of the living God. Na kwa hivyo wakati Yesu alipotumana, akatumana kwenye hiyo mji iliyokuwa hapo karibu. Let me tell you, you require power for you to possess power. In the name of Jesus Christ, you require the power. Jina la Bwana liziviwe sana. Na wakati the power came, the power comes to destroy every yoke of the enemy. The power comes so that it can build capacity in you to receive what you require. The power comes so that it can elevate you to your position. The power comes so that it can destroy every yoke of the enemy. And today, in the name of Jesus, I believe by the mercies of God, there are yokes that shall be broken in the name of Jesus. You require this power. Touch somebody, tell your neighbor, you require this power. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo hii mwanapunda alipoashiriwa, the power of our Lord Jesus Christ, nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo ziliweza kutumika. Saa hizi ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, ninaashiria nguvu za kukuokoa, za kukutoa mahali umefungwa. Waweza kuwa umefungwa kwenye umaskini, lakini unatoka chafunjo, unatoka ukipenda ama usipopenda, because this is the day mwanapunda na punda yake wanaashiriwa katika jina la Yesu. Anatangaza kwa jina la Yesu, lazima uashiriwe in Jesus name. Hauwezi ukabaki na hiyo maisha katika jina la Yesu Kristo. Ni lazima maisha iwe na utofauti katika jina la Yesu Kristo. Yesu alikufa msalabani ili
Glory be to the name of the living God. Wakati umefika, wale ambao hawakuwa wamekumbukwa, wale ambao hawakuwa na maana, wale ambao walikuwa wamekataliwa, wakati wenu umefika, na wakati wenu ni sasa, na wakati wenu umekuja, na wakati ukikuja kila mtu ataweza kujua. Praise be to the name of the living God. Najua ya kwamba wanafunzi walipotumwa walienda reluctantly, kwa sababu wanasema fuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nashukuru Bwana, hata kama ni fuda inaokolewa siku ya leo. Praise be to the name of the living God. Wengine waliweza kutumwa na wakaenda tu hivi hivi. Let me tell you, haijalishi ni nani anatumwa, lakini hata kama anakataa, Yesu anatumana, na ni lazima utaokolewa. Na nyumba yako sio wewe peke yako, na nyumba yako na biashara yako na maisha yako, destiny zinabadilishwa dakika hii katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu there is power in the blood of Jesus Christ. There is power in Jesus' almighty name. There is power to deliver you from every bondage in Jesus' almighty name. There is power to destroy every yoke of the enemy. That yoke that has been bearing you, it is being broken today by the power of the living God in Jesus' almighty name. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, wakati umefika ya kwamba watu wa Mungu wajazwe na nguvu tena, nguvu za kufanya utajiri. Maandiko inasema ya kwamba it is God who gives power to make wealth. Bwana Yesu asifiwe sana. So if it is God who gives power to make wealth, why has he not given me power? Siku ya leo anatumana, na ikiwa hajaanza kutumana, atatumana katika jina la Yesu. Ninaongelesha mtu hapa siku ya leo ya kwamba maisha yako ni lazima iwe na utofauti katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wakati Yesu ametumana, lazima maisha iwe na utofauti katika jina la Yesu Kristo. I declare and I decree, even in the spiritual realm, there is something changing in the spiritual realm. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, you require divine presence. You require divine presence. Bwana Yesu asifiwe sana. You require divine presence. Praise be to the name of the living God. There is a shift in the realms that will make sure that you are considered. Jina la Bwana lisifiwe sana. Unajua, when the presence of God, huyu Buddha wakati alipotumaniwa, alikuja tu kama Buddha wengine. Lakini Buddha wengine wanapokuja, kitu ya kwanza ni kuchapwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuchapwa. Kwa hivyo unakuta ya kwamba anapoitwa hajafanya makosa. Siku ingine tumekuwa hapa na daktari, ameona mtu amebebwa na puda imebeba maji, alafu anaenda akiipiga. Daktari akasema huyu naweza nikashtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu ni puda wa kawaida, na amekuja ameitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambayo iliweza kunifurahisha, na Pastor Isaac aliweza kuitouch asubuhi. Akasema ya kwamba unastahili ukae mahali na uone. Yule mwanapuda alikaa mahali pale mpaka akawa mahali pale amegojea. Kama Yesu angetumana na akute puda alienda, angebarikiwa na nini? Hebu nirudishe tena. Ikiwa Mungu amesema anakuja kwako kukubariki, na akute hauko, atakubariki kweli? Paulo alisema ya kwamba nilikuwa nastahili kuhubiri Korintho, lakini si kuhubiri kwa sababu si kupata titles. Your presence, it is very prominent even in the church. Katika kanisa, your presence is very much required. Huyu mwanapuda alikuwa amefugiliwa mahali pamoja. Hakuwa na rebellion ya kutoka. Hakuweza kufanya kwa sababu angejifuja, na tena zilikuwa mbili. Singesukumana mpaka sifuje ile kauzi. Lakini let me tell you, kuna wakati wa kukaa kwenye kauzi. Jina la Bwana lisifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba those that wait upon the Lord, sio wale ambao wanasubuka hapa na pale. Those
that wait upon the Lord. Jina la Bwana liziviwe sana. Abia jirani yako ngojea Bwana. Jina la Bwana liziviwe sana. So kwa hivyo wakati alipotumana yule mwenye punda kuja hapa, my brother, na kutumiaka mara mingi, lazima Mungu akutajirishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiwa kwenye presence ya Mungu unaenjoy kile Mungu anaenjoy. Glory be to the name of the living God. Kwa hivyo tunapotembea namna hii akiwa kwenye presence yangu, ikiwa nimeweza kushukua hii, naye anashukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikishukua hii maji, naye anachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutembea na Bwana, hiyo ndio napenda, walking in the presence of the Almighty God. So kwa hivyo ile mwenye punda wakati alipokuwa anaenenda mahali, glory be to the name of the living God, akishukua karamu, naye anachukua kitambaa. Praise be to the name of the living God. Akipanda mahali palipo juu, naye anapanda. Praise be to the name of the living God. Napenda kutembea na Mungu. Praise be to the name of the living God. Kwa sababu ukitembea na Mungu, maisha ni lazima itabadilika. Familia ni lazima itabadilika. Hakuwa na kitu lakini ametembea na Mungu. Praise be to the name of the living God. Ukiondokea Mungu, what happens ni kwamba shetani, hata sio Mungu, shetani anapora chochote ulichokuwa nacho. Praise be to the name of the living God. Anakupora kila kitu. Jina la Bwana liziviwe sana. Lakini unaporudi kwa Mungu, anapochukua hii, unapatiwa. Ninachukua hii, nawe unachukua kitabu. Nachukua miwani, nawe unachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpigie Francis makofi. Jina la Bwana lisifiwe sana. There is power in walking in the presence of the Almighty God. Hata kama alikuwa mwenye punda, alitembea kwenye uwepo wa Bwana. Ninaomba katika jina la Yesu, si watu wa CMF tutembee kwenye huu uwepo wa Bwana, na uwepo utakutengenezea njia mahali panakaka na kwamba hakuna njia, katika jina la Yesu. Wakati mwenye punda alikuwa anapigwa, lakini in the presence of God hangepigwa na mtu. Hallelujah. Hakuna stronghold yaweza ikakuwezana na wewe in the presence of God. Hakuna ile evil argument ambayo inakuweza in the presence of God. Guza mtu fulani mwambie, you require the presence, divine presence. Jina la Bwana lisifiwe sana. Divine encounter inaleta divine presence. Jina la Bwana lisifiwe sana. Glory be to the name of the living God. Na wakati ambapo namba 3 inaitwa divine strength. Divine strength. Divine strength is not about muscles, but the anointing to do what you could not do. Nimeweza kusema Isaiah 40 verses 31. Those that wait upon the Lord shall renew their strength, not power but their strength. They shall mount up with wings like eagles. Praise be to the name of the living God. Glory be to the name of the living God. Punda alikuwa amezoea kubeba mizigo mizito, lakini wakati ambapo divine encounter inapokuja, inakuja inabadilisha mizigo yote, inaanza kuwa rahisi. Ilibeba tu mwana Yesu, Bwana Yesu Kristo, ambaye kilo zake pengine zilikuwa 63 kwa sababu alikuwa kijana, lakini mbeleni ingebeba 1000 kg inafuruta, lakini this time loud ilibeba only Bwana Yesu Kristo. Let me tell you brothers and sisters, you require a lighter burden which is in Christ Jesus. Praise be to the name of the living God. And number 4, it is divine favor. Divine favor, it fights every fightable battle. Divine favor, it brings favor
it brings elevation and grace and glory. Divine favor, it elevates you and breaks every limitation. Jina la Bwana liziviwe sana. Let me tell you, brothers and sisters, nimekuja siku ya leo kuannounce wakati ambapo divine favor imekuja katika maisha yako, ni lazima mambo ianze kubadilika. Praise be to the name of the living God. Tunapoanza mwezi wa 4, ninatangaza katika anga ya kiroho ya kwamba kuna mambo inabadilika, kwa sababu kuna kibali ambayo inaashiriwa katika jina la Yesu Kristo. Huyu mwana punda alikuwa amezoea kukanyanga ile dust floor, lakini this time loud alitandaziwa mareso ili aweze kukanyagia pale. Aliwekewa majani pale, na akaanza kuibiwa nyimbo. Praise be to the name of the living God. Haiwezekana hamujawahi niibia, lakini ngojeeni kibali ianze kuingia na mtaanza kuniibia wimbo mpya. Jina la Bwana liziviwe sana. Touch somebody, tell your neighbor, the way you see me today is not the same way that I will be tomorrow. I have divine encounter and favor is my portion. I shall never be the same again. Never, never, never. In Jesus name. Anaashiria kibali katika anga ya kiroho. Kibali kinakufungulia milango mahali kuna kaka na kwamba kumefungwa. Unahitaji kibali ili watu waweze kukuheshimu. Praise be to the name of the living God. Kuna watu kwa familia yenu ambao hawajawahi kuheshimu, lakini ngojea kibali ikuje. Praise be to the name of the living God. Unajua kuna wakati nilikuwa na gari ya kuomba, nilikuwa nasalimiwa na kila mtu, nafungua kiona waambia Bwana Yesu asifiwe sana, lakini ilikuwa ni ya kuomba. Lakini kibali inapokuja inabadilisha anga. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, kuna anga inabadilika. Wale ambao ni bloggers, kibali ikija inakutengenezea njia mpaka international countries. I declare the favor of the Lord is upon me in the name of Jesus Christ. And the favor of God inapokuja inabadilisha anga, inabadilisha kukataliwa. Waweza kuwa umekataliwa tangu utotoni, lakini divine encounter wakati inapokuja inabadilisha anga. Praise be to the name of the living God. Haijalishi kana kwamba kwenu mmefuatwa na roho ya kukataliwa, lakini when divine encounter comes, inachukua mtu kutoka nyuma, inampandisha, anainuliwa, anakaa pamoja na wafalme. I declare this is my time and this is my opportunity in the name of Jesus Christ. Glory be to the name of the living God. I know this is my season. Touch somebody, tell your neighbor, it is my season. It is my season. It is my opportunity. It is my time. Inafanya watu glory be to the name of the living God. Kibali kinapokuja, wale wazee wanakuitaga baba. Hallelujah. Inakuta ya kwamba wazee, sinikutumie na wewe wachungaji wawili, kujeni hiyo kiti nileteeni hiyo kiti. Praise be to the name of the living God. Inaletwa na wazee na wachungaji. Jina la Bwana liziviwe sana. Glory be to the name of the living God. Wakati kibali kinapokuja kinakuletea elevation. Hata sio kiti kimoja, unakalia viti viwili. Praise be to the name of the living God. I declare this is you. Kuna meza inatengenezwa kwa sababu zimekelea zote mbili. Jina la Bwana lisifiwe sana. Hallelujah. Wakati ambapo kibali kimekuja juu yako, kinakutoa kule nyuma, kinakupandisha cheo, unakuja kutoka hapo. Hata kama unakaka na kwamba unaogopa, lakini kibali kija inakutengenezea njia. Ninajua ya kwamba this is my time. Hata kama maybe sijui kuongea Kizungu, lakini kibali inapokuja maisha inabadilika. I declare this is my season. When divine encounter comes, kitu ya mwisho inayoleta ni divine favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia jirani yako divine favor. Praise be to the name of the living God. Waweza kuwa uko na duka na watu wanakujaga kununua sabuni kamuti kamoja, Bluebird kale kadogo, tumajani twa kupima, kachokoleti kale kadogo. Lakini kibali kinapokuja, watu mwisho wa mwezi wanakuja kufanya shopping kwako, kana kwamba
ndio supermarket. Glory be to the name of the living God. Ninaashiria hii kibali katika maisha ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Nimesikia kuna watu ambao mumekuwa mahali pamoja na haujawahi inuliwa, lakini kibali kinaleta kuinuliwa, kinakutoa kwenye mahali ambapo uko, kinakupandisha juu, kinakuketisha pamoja na wafalme. Ninatangaza, this is my season, this is my time in the name of Jesus, kwa sababu kibali imeweza kushuka, na inaposhuka it is wale ambao wako wamejua the prophetic season, wana grab that opportunity. Haijalishi nani anatusema vibaya katika mji wa utawala, kibali inapokuja wanatusema inakuwa ni maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni nani ambaye anaogeaga against you, even in your family, when favor comes upon you, they will sing your song. Natangaza kwa jina la Yesu, siwaanze kutengeneza hiyo wimbo, kwa sababu kibali iko njiani. Fanya kazi. Kibali inaleta cheo ambayo haikufai. Haleluya. Mwana Buda na Buda yake walipata kibali, wakakanyanga juu. Jina la Bwana liziviwe sana. Yaweza kuwa wewe sio milionea, lakini unatengenezewa njia. Glory be to the name of the living God. Edward tengenezewa njia huku katikati. Sijui utatengenezewa namna gani, kwa sababu wakati Mungu ametumana ni lazima kutengenezewa njia in the name of Jesus Christ. Glory be to the name of the living God. Natangaza in the name of Jesus, kibali inafanyaga wale ambao ni wakubwa wako wafanye kazi. Inafanya wale ambao hawastahili kuamuka ndio wanaamuka kukutengenezea njia. Waliokupinga ndio wanasimama katika jina la Yesu. Kibali hiki ndicho nataka in the name of Jesus Christ. Glory be to the name of the living God. Natangaza kibali cha Bwana kiko juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kinafungua milango kwenye duka lako. Unatengenezewa njia katika jina la Yesu. Haijalishi umeteseka miaka mingapi, haijalishi umekataliwa miaka mingapi, lakini kibali cha Bwana kinapokuja kinatengeneza njia katika jina la Yesu. This is your time in the name of Jesus. Praise be to the name of the living God. Unaletewa maji hata kama hakuna mwingine anafikiriaka wewe. Jina la Bwana liziviwe sana. Unakuta ya kwamba baraka zinashuka kwa sababu kibali kiko juu ya maisha yako. I declare this is your time for the favor of God to be manifested upon your life in the name of Jesus. Glory be to the name of the living God. I declare favor to open doors. Favor inapokuja, mashetani hawezi wakakaribia, mapepo haiwezi kakaribia, nguvu za giza haziwezi zikakaribia, kwa sababu kibali cha Bwana kimeweza kufunuliwa katika maisha yako in the name of Jesus Christ. Jesus Christ became a curse so that I may become the blessing of the Lord. He was rejected so that I may be favored. I pray in the name of Jesus, it is your time. Glory be to the name of the living God. It is my time. Tell your neighbor, it is my time. It is my time. Bwana Yesu asifiwe sana. Edward, hiyo maji sio ya bure. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuna mambo kama 4 5 ambao kibali inafanya. Number 1, inafanya ya kwamba waliokudharau waweze kukuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, inafanya milango iliyokuwa imefungwa iweze kufunguka. Glory be to the name of the living God. Number 3, inafanya ya kwamba mahali wengine wamekuweza kuzuiliwa, ina break every limitation, inaondoa vizuizi vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitazuiliwa tena. Hiki kibali kinafanya kazi. Natangaza katika jina la Yesu, mahali CMF churches zilikuwa zimezuiliwa zinaondolewa siku ya leo, kwa sababu kibali kimeshuka in the name of Jesus Christ. Kibali kinaondoa every bitterness. Every bitterness. Hautafungua duka alafu unakuta haina kitu. Hautakuwa ya kwamba unafungua kazi kesho unafunga. That is the spirit of bitterness and stagnation and mark timing. Jina la Bwana lisifiwe sana. Number 5, it blocks every evil weed. Upepo wote mchafu inasimama, inazuilia kibali na vitu zingine mingi. Natangaza kila upepo uliokuwa umetumwa kutoka kusini, kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kila mahali, kibali cha Bwana na kisimame na kuzuilia. Praise be to the name of the living God. Haijalishi ni wangapi ambao wanakuja ili wafamie my brother, hata kama wamekuja wakiwa wakubwa katika cheo, wakati kibali imekuja. Bereni alikuwa hivyo bila kibali, lakini sasa unakuta ya kwamba anaweza kumpiga, anaweza kumwangusha, anaweza sema I am a pastor, I am a board member, kwa hivyo nitakufukuza kanisa. Lakini kibali inapokuja inasimama hapa, unakuta ya kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anazuiliwa. I declare in the name of Jesus, let every evil spirit iweze kuzuiliwa katika jina la Yesu. Iweze kuzuiliwa against your business, iweze kuzuiliwa against your destiny, iweze kuzuiliwa against your life, iweze kuzuiliwa against your family, iweze kuzuiliwa. Hallelujah. Glory be to the name of the living God. Tell your neighbor, my time has come. Praise be to the name of the living God. Divine encounter. Jina la Bwana lisifiwe sana. Punda alikanyanga mahali ambapo kumetandazwa. Praise be to the name of the living God. Sinipate mama moja ambaye atasacrifice kikoi chake ama lezo yake. Jina la Bwana lisifiwe sana. Atasacrifice. Praise be to the name of the living God. Jina la Bwana lisifiwe. Waweza kuwa maisha yako ni kama punda, lakini ngoja kidogo. Unatadasiwa na wamama, unatadasiwa na watu wakubwa. As far as nitakanyanga, hata wewe ukanyange. Jina la Bwana lisifiwe sana. Nanyi mniimbie nyimbo, kwa sababu mimi ni Yesu, naye huyu ni punda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni nyimbo gani mmekuwa mkiniimbia. Mmeniimbia nyimbo za kusota, mmeniimbia ni huyu ndugu ambaye hafaagi tai, mmeniibia ni huyu ndugu ambaye hataki ni sharti, lakini kibali kinaposhuka mtaniibia vile nilivyo. Hallelujah. Ninatangaza this is my time. Jina la Bwana lisifiwe sana. Abia ndugu yako wacha kuniangalia vibaya, wakati wangu umefika. Glory be to the name of the living God. As far as nitakanyaga, nawe ukanyage. Abia jirani yako, kibali hakina mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali haina mchezo. Natangazia watu wote ambao wako hapa, pokea hicho kibali. Pokea kibali kwa familia yako. Pokea kibali kwa biashara yako. Pokea kibali kwa maisha yako. Pokea kibali katika kazi yako. Pokea kibali katika hatima yako. It is your time. Na ninatangaza kwa jina la Yesu, uanze kukulia kibali kama course. Praise be to the name of the living God. Kutoka dakika hii ukitoka kwenye ibada, sema mchungaji alisema, it is our
time for divine encounter and favor ni lazima iwe kwa maisha yangu. Glory be to the name of the living God. Kibali kilifanya the four lepers ambao walikuwa wamekataliwa, walikuwa wanakubatiwa na kila mtu, walikuwa wanasema huyu ni mwana wetu, huyu ni mtoto wetu. Praise be to the name of the living God. Hata kama hakuwa na miguu, hakuwa na vitole, hakuwa na kitu, lakini kibali kilitengeneza njia, akafanya wale ambao walikuwa wamekataliwa, wamefungiwa nje ya lango, waanze kuibiwa nyimbo. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani yako, it is my time. It is my time. It is my time. Na ninatangaza miezi 3 isiishe kabla divine encounter ionekane katika maisha yako. Mwezi wa 4 ambao tunaingia, wengine 31st unaingia na divine encounter in Jesus name. Na ikiingia kibali kinaingia. Kwa hivyo mwana punda na punda, as far as Yesu anakanyanga, naye anakanyanga. Jina la Bwana liziviwe sana. Mahali nilikuwa nasuiriwa, ninasuiriwa. Nyimbo singekuwa ninaibiwa, ninaibiwa. Jina la Bwana liziviwe sana. Haijalishi nimekataliwa miaka mingapi, lakini ndio hiyo mimi. Praise be to the name of the living God. Mwalimu wangu wa CRE yako wapi? Aone mahali nilipo. Praise be to the name of the living God. Nimetengenezewa njia mahali hakuna njia. Praise be to the name of the living God. Hebu ambia jina la Bwana liziviwe sana. Unakanyaga, unazunguka nikizunguka, kwa sababu ni wewe umetengenezewa. Watu wanaanza kuinua mikono wakisema hoe, hallelujah, praise be to the name of the living God. Wacha kuiba ya igwe, sio igwe hapa. Jina la Bwana liziviwe sana. Hapa ni hosana, hosana. Kubarikiwa ni wewe, unakuja kama mwana kondoo, mwana punda, kwa sababu umebeba mfalme wa wafalme, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wewe ndiwe umebarikiwa. Glory be to the name of the living God. Akitembea anatembea. Jina la Bwana liziviwe sana. Maji unabebewa na pie. Praise be to the name of the living God. Kwa sababu wakati wako umefika, na wakati ni sasa. Maisha inabadilika. Nikidanza unadanza, kwa sababu wakati wako unafika. Praise be to the name of the living God. You will not sing the tune of the world. You will sing the tune of our Lord Jesus Christ. Jina la Bwana liziviwe sana. Na kwa Yesu hakuna kusota. Hey! Kwa Yesu ni baraka tupu. Kwa Yesu ni ushindi. Kwa Yesu hakuna magonjwa, hakuna kuiba magonjwa tena. Unaiba wimbo ya ushindi. Praise be to the name of the living God. I declare in the name of Jesus, this is your time. This is your opportunity. In the name of Jesus Christ. Si Bwana kutengenezea meza mahali maadui wako walipo, kwa sababu kibali cha Bwana kiko juu ya maisha yako. Atangaza kwa jina la Yesu, anga ianze kufunguka na kuashiria kibali chako. Umezuiliwa kwa muda mrefu, lakini wakati wako umefika. Natangazia anga ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Iashirie neema yako, iashirie baraka zako, iashirie milango iliyokuwa imefungwa ianze kufunguka sasa katika jina la Yesu Kristo. Ianze kufunguka in the name of Jesus. Natangaza sio kesho, ni sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Na atangaza katika anga ya kiroho ianze kufungulia milango yote iliyokuwa imefungwa in the name of Jesus. Shetani amejigamba na maisha yako, lakini tuatangaza enough is enough. This is my time in the name of Jesus. Natangaza anga ianze kufunguka ili watu wa Mungu wapate their promotion, wapate baraka zao, wapate neema yao, wapate nuru yao. Waliokuwa chini wainuliwe, kwa sababu divine encounter imeweza kuwadia. Na inapowadia Yesu Yakobo alipokuwa na divine encounter, maisha yake ilibadilishwa. Punda alipokuwa na divine encounter, maisha yake ilibadilishwa. Hakuwa anaitwa punda tena, alikuwa anaitwa punda aliyebeba Yesu. Anatangaza jina lako libadilike katika jina la Yesu. Umeitwa na majina mazito, majina ya matusi, majuma. Bwana Yesu asifiwe sana. It is your time. Funga macho yako katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name, I declare it is the time of divine encounter. In the name of Jesus Christ. Katika ibada
wengine wataanza kuipata saa hii, wengine wataanza kupokea that divine encounter before waweze kutoka kwenye hii kanisa. Wengine watakuta ya kwamba baraka zimeshuka kwenye nyumba yao. Walikuwa wameshindwa na maisha, walikuwa wameshindwa kulipa nyumba, lakini divine encounter wakati ambapo inapokuja, maisha ni lazima ibadilike. In the name of Jesus Christ, sherabaganda rababolia, in the name of Jesus Christ, hey shete karabaganda, in the name of Jesus Christ. Maraka Sataramagandi. It is time, it is time, it is time now. In the name of Jesus Christ. Gojea
niombe pamoja na wewe. Yesu akuokoe. Hakuna kitu mzuri kama wokovu. Inua mkono wako, acha kuogopa mtu yeyote. Ni wakati wa wokovu wako. Inua mkono wako, niombe pamoja na wewe. Usiogope binadamu yeyote. Bwana anataka kukuokoa dakika hii. Inua mkono wako, nikuokoe hapo ulipo. In the name of Jesus. Asante, asante, asante. Inua mkono wako vizuri, niombe pamoja na wewe. Usiogope mtu yeyote. It is your time. Ni wakati wako umefika. Ni wakati wa wokovu wako. Ni wakati wako sasa, katika jina la Yesu Kristo. My sister ambaye ako na kofia hapo mwisho, ungetaka kuokoka, kuja, wacha kuogopa, kuja tu, tumpigie makofi wakati anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wa wokovu wako, ni wakati wako, ni wakati wako, ni wakati wako. Usiogope, ni wakati wako wa wokovu. Usiogope utafika hapa mbele hapana, ni wakati wa wokovu wako. In the name of Jesus Christ. Kuna mwingine unataka kuokoka, najua kuna wengine kama wawili wamezalia, unasikia kwamba kabisa, ukijisikia ndani yako unasikia ulibackslide kitambo na unataka kurudia Mungu. Inua mkono wako sasa, uanze kukuja tu, hata usingoje mtu akuite, kuja tu. Unasikia kabisa, ukijisikia ndani yako unasikia haukuangi umeokoka, unasikia kana kwamba ulibackslide, kuja tu hapa mbele, tuombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na ninaamini ya kwamba in the name of Jesus Christ, shata rabaganda, uko hapa ukitaka kuokoka. Mwingine, ina mkono wako juu katika jina la Yesu. Tuombe in the name of Jesus. Nikitaka kuombea our sister, rudie nyuma yako, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimegundua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe sasa, niandike kwenye kitabu cha uzima. Kutoka dakika hii ninaomba unishike mkono na unisamehe na unioshe. Asante kwa sababu ya msamaha. In Jesus name. Funga macho yako sasa, tuombe. Inua mikono yako juu. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya huyu binti ambaye siku ya leo Bwana umeamua kumuokoa. Ninamwekelea mkono mfalme na kumuombea ya kwamba ukampatie nguvu za ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ninaashiria nguvu zisizo za kawaida zikaweze kumulinda na kumuhifadhi. Natangaza ya kwamba zikavunje kila nira katika jina la Yesu Kristo. Naashiria hizo nguvu zikavunje kila nira. Sheteli baganda katika jina la Yesu Kristo. Natangaza maisha yako haitakuwa hivyo tena katika jina la Yesu Kristo. Ninaashiria Roho Mtakatifu wa Mungu juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea Roho Mtakatifu wa Mungu akakusaidie, akakushikilie katika jina la Yesu Kristo, akakupiganie katika jina la Yesu Kristo. Ninaashiria hizo nguvu za wokovu juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa salimia mmoja hapa yako nyuma yako katika jina la Yesu Kristo. Pastor Florence, Mungu anasema ya kwamba it is over. Anasema it is over. Wekelea mikono yako yote miwili hapa. Yote miwili. Baba wetu na Mungu wetu, wewe unayebeba mizigo ya wale ambao ni wanyonge, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kutoka dakika hii, ikiwa kuna ugonjwa ambayo sio halali iko kwenye damu, kwa mwili, kwa kila mahali, naivunja na kutangaza it is over. As you say it is over, I declare it is over in the name of Jesus. Na ninaashiria nguvu ambazo zinavunja kila magonjwa na maradhi katika jina la Yesu, na kutangaza ya kwamba may the divine encounter happen now in the name of Jesus. Kutoka kwa unywele wake mpaka kwa vidole vya miguu yake, ninatangaza magonjwa yote imeondolewa katika jina la Yesu, na nimeashiria uponyaji kutoka mwili, kutoka kichwa mpaka kwa miguu katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa sababu umetenda in the name of Jesus, and I declare it is over now. It is over in Jesus name. Receive that grace in Jesus name.